Baba, umepona? Siumwi binti yangu, isipokuwa ni watu tu wamenizidi mbingi. Nahitaji wanisaidie. Mimi niko sehemu ya mafichoni, nimefichwa, nafanyishwa kazi, nateseka, napitia mateso makubwa sana. Hakuna mtu mwingine yeyote ambaye anaweza kunisaidia isipokuwa ni wewe binti yangu. Palipofikia sasa nahitaji msaada wako, tena inabidi ujikaze. Uweke roho ya kiume, ufunge kanga na meno, ung'ate meno kwelikweli, ujikaze. Ukielekeza kulia utanipoteza babako, napitia mateso. Weka binti yangu, saidia mama, nateseka, naumia mwanzo. Binti. Mwenyekiti. Shikamoo. Marahaba mama. Karibu kae. Ni hata sio mkaaji. Vipi? Mbona bado una usingizi mpaka sasa hivi? Hamjalala leo? Hapana. Tumelala ila ni uchovu tu. Tunajua haya maisha ya kukaa sehemu moja na hivi nakaa na muangalia baba. Niko tu sehemu moja. Na mzee anaendeleaje au kuna mabadiliko gani? Siwezi kusema kama kuna mabadiliko. Maana hali ya mzee iko vile vile. Haijabadilika chochote. Lakini bado mnaendelea na dawa na kumchua? Dawa zake anatumia vizuri na tunamkanda pia. Sawa. Sasa mamangu, nilikuwa nataka tudiskasi jambo kidogo, kwa sababu tofauti na hivyo naiona kuna vita kubwa huko mbele inakuja. Na vita hii hakuna mtu ambaye anaweza kainusuru tofauti na wewe. Wewe ndio mwenyekiti wa hii vita. Nadhani unamjua fika kabisa Chanazi. Ndiyo nafahamu. Pamoja na Garasa, si ndio? Sasa hawa vijana kila mmoja kwa wakati wake amenifata na ana malalamiko ya kwake. Na ninavyoona vijana wote hawa wawili wote wanakupenda. Na hakuna hata mmoja ambaye yuko tayari akuachie wewe. Kwa mfano huyu Chanazi. Huyu alishaoa kabisa huyu. Lakini bado amekung'ang'ania. Sasa hili jambo nikisema niliache hapa livuke, huko mbele hawa vijana wanaweza wakaja kuuana kabisa. Wewe ni binti yangu Feti. Nilikuwa nataka nijue swala hili kwako lina msimamo gani kwa hawa vijana wawili? Kuna mtu unampenda? Kiukweli mwenyekiti, mimi sina msimamo wowote. Msimamo nilionao saizi ni kumuuguza baba yangu tu. Hao watu wengine mimi siwahitaji kabisa. Okay. Najua mzee yuko kwenye hii hali. Naelewa kabisa. Kwa mfano huyu sasa hapo. Kwa hiyo sasa hivi huna jibu lolote? Narudia pale pale. Mimi msimamo wangu ni kumuuguza baba yangu tu. Hayo mambo mengine nikiachanganya yatazidi kunivuruga tu. Sina kitu chochote zaidi ya kumuuguza baba yangu, kumtazama baba yangu basi. Mtafifi. We mtafifi. Wewe. Niko hapa nakusikiliza mwana wangu. Kumbe upo. Sije kuzoea hivyo bwana. Leo uimbi. Wataka nikuimbia kidogo? Si ndio uliponizoesha? Moto aladi mvua yaja. Vumilia uchawi. Moto aladi mvua yaja. Mvua yaja mvua. Vumilia uchawi. Haya chacha, nimecha kuimbia. Hapo unajisikiaje?
Mimi napenda sana ukianzaga na nyimbo, yaani najisikia amani. Naona hapa sasa hata nikipigwa nyungu uhakika upo. Sasa mjomba wangu kaja, elewa. Sasa kaja pale nyumbani, wewe kama unavyojua pale mimi kwangu nina vyumba viwili tu, kimoja ndo anakuaga nafikia yeye, kingine mimi mwenyewe. Sasa kile anachofikiaga yeye ndo tumeweka jambo letu. Sasa hofu yangu mjomba nikimuingiza kwenye kile chumba chenye jambo letu atamuona bwana Mkojani, haitokuwa shida hapo akimuona. Kwanza nikuondoe chaka. Usiniondoe chaka, niondoe shaka. Mimi ndio mkonikoni, koni wa makoni. Kazi yangu haina mbambamba, nikifa chioji na wala nikioja chiduki chawa. Hivi nakumbuka mara ya mwisho ulijipigia chimu ukaniambia ulikwenda kwenye kikao kule kwa Mkojani, si ndio? Sahihi. Na ukamkalia yule bwana, hakuna mtu yote aliyemuona chawa. Sahihi. Si ndio manake? Sahihi. Sasa nikwambia kitu kimoja, popote ulipo na mimi nipo chawa. Sahihi. Hakuna mtu yeyote anaweza kumuona zaidi yangu ya mimi na wewe. Sahihi. Dawa niliyemweka yule bwana, hakuna mtu yeyote anaweza kuona chawa. Sahihi. Jishebeduwe baba. Sahihi. Jimwae mwae. Sahihi. Jilimbwaze. Sahihi. Linga. Sahihi. Gala gala. Sahihi. Wewe fanya vyovyote unavyojisikia jichaii chawa. Sahihi. Kwa hiyo uhakika. Nimetamani sana na mimi yani. Jamani. Umerithisha kwenye ukoo wenu huko. Mambo ya mzizi. Mtaasisi sana. Kwa hiyo na mimi nikitaka kuwa kama wewe inabidi nianzie kwenye mazingaombwe. Mazingaombwe uchawini. Ashmeni, mimi nimekuita hapa kwa sababu ya Feti. Kiukweli unajua jinsi gani mimi ninapompenda Feti. Chanazi, lakini wewe umeoa wewe? Mimi ndio nilioa, lakini kwa sasa yule mwanamke nimeachana naye, na nimeenda kwa kina Feti, kanifukuza kama mwizi. Ndio maana nimekuita hapa ili ukaongee naye. Chanazi, unajua kwa sasa hivi Feti haipo sawa. Anamuuguza babake anaumwa. Hata mimi rafiki yake mkubwa huwa sipati muda wa kuonana naye, huwa naonana naye kwa nadra sana. Ashmeli, rafiki ana nguvu kuliko ndugu. Najua wewe una uwezo wa kuongea naye akanielewa, na mimi niko hapa kwa nia njema. Nia yangu ni moyo tufanye maisha yetu. Sawa, haina shida. Mimi nitakusaidia, nitajaribu kwenda kuzungumza. Feti rafiki yangu, nimekuja hapa na ujumbe wako kutoka kwa Chanazi. Feti, Chanazi anakupenda sana. Kaniambia juzi amekuja hapa, umemfukuza, isitoshe umempigia kelele za mwizi. Hata kama Chanazi ameoa Feti, lakini Chanazi ameachana na yule mke wake. Yupo tayari kukuoa wewe, akakupeleke mjini mwende mkaishi. Afu isitoshe shoga yangu, hiyo ni bahati. Bahati siku zote yazidi mara mbili. Usipige teke, hiyo ni bahati yako tayari Mwenyezi Mungu kakupa. Safi za wewe. Mzuri, wafati nimemkuta. Hapana, hujamkuta. Wewe nani yake? Mimi yule ndugu yangu. Hivi unajua kwamba Feti ana akili eh? Sisi wanakijiji wote tunamcheka kwa sababu anakaa na mgonjwa. Unajua kama yule pale haumwi? Yule haumwi magonjwa ya hospitali, yule amelogwa. Unajua kama amelogwa? Sasa nikwambie yule mzee unayemuona pale, alikuwa na ugomvi na Mau. Mau mwenzio ndo kamuwai, yani kamtupa kitu kiliko, kamtupia. Hebu dada subiri. Maana mbona unaongea sana? Hata mimi chance ya kuongea sijapata. Mimi si jirani mwema tu jamani. Kama vipi niondoke? Mimi nakwambia ukweli. Kama mtataka niwapeleke upande wa pili. Ila kama mtaki mnajifanya nyinyi watu wa dini, basi endeleeni na mgonjwa wenu. Hapana, usiondoke. Una hakika wewe mtaalamu anafaa? 100% mie tena. Na wapelekeni kwa mganga, ni mtaalamu kweli kweli. Navyokuambia yule anainuka yule mbona? Basi nipeleke tu jamani, mjomba wangu apone. Cheki hali yake jinsi ilivyo. Mimi nipo tayari hata sasa hivi unavyoniambia. Usijali, ondoa shaka. Twende.
Sabebe! 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 He. Sabebe kantoro. Sabebe! We mgoni goni we Makata mgoni we Ruhani mgoni Zobiani mgoni Maimuna mgoni na Bedui mgoni we moyo wangu tate nane aoma moyo wangu tate we oiye aoma mkuki kuchoma we oiye aoma na dada maoza we oiye aoma na Mungu watosha we oiye aoma moyo wangu tate nane we moyo wangu tate oiye wacha nimeona hapa. Nimeona kila kitu. Sasa basi, nataka niwaambie kitu kimoja tu. Nimefahamu kila kitu na nimejua chimbuko la matatizo yote. Tatizo la mgonjwa wenu ni kubwa sana. Ni kubwa kweli kweli. Sidhani kama kuna mtu yeyote anaweza kumudu gharama zake. Ewenga dundungi. Sabebe vipi? Vipi mzee, uko sawa? Sasa hizi Taki. Yaani hapa ni kama napasha ili mtu atakayetoka nikiingia mimi nimsimamishe kama Yellow Masai. Asiingize kwenye tundu hata moja. Niwe naingiza mimi tu hapo. Yaani hapa mziki unakuwa lini hapa? Baadaye basi. Mkonikoni, tunaomba umsaidie shoga yangu. Tunajua kabisa hizo gharama tukienda kwa mwingine hatuwezi kuzimudu. Ndio maana tunakimbilia kwako. Naomba umsaidie, ana matatizo huyu. Fungua lango la majini, fungua lango we fungua lango Maimuna, fungua lango fungua lango na Makata, fungua lango Chacha, naomba mnisikilize kitu kimoja Jawa. Mimi nitawasaidia, lakini Chacha basi inatakiwa ipatikane shilingi milioni 3 ya Kitanzania. Chawa, je, mnaweza kumudu hizo gharama? Tuko tayari Mkonikoni. Una hakika Mkonikoni ikipatikana milioni 3 utapona? Nangana, ndiyo nina uhakika. Ikipatikana hiyo milioni 3, ninamaliza kila kitu. Mimi ndio Mkonikoni bwana. Kweli ikipatikana milioni 3 mjomba wangu atapona kweli? Ndiyo. Kweli kabisa unachokisema? Leta hiyo pesa, halafu nikuoneshe kazi.